Jamani, tupo site. Uwepo wangu tu mimi shambani hapa nafurahi. Yaani nafurahi kuona kitunguu changu kikua hivi. Musa, waambie basi vijana wengine waje huku tuje tuweke mbolea. Mbolea imeshakuja muda ili tupunguze hii zoezi. Wapigie simu waje chapu na wasubiri huku, niko mwanzo wa shamba mimi. Nipo site wazee. Ndio kazi zinataka hiyo. Na hasa vijana tunashirikiana nao. Lazima yani kukumbushana ni kawaida. Sio tunalazimishana, hapana. Ni kukumbushana majukumu yetu. Unielewa? Kwa sababu asilimia kubwa vijana tunaowatumia sisi tunaingia mkataba tunakuja kulipa milioni kwenye mavuno. Kwa hiyo yeye hana shida, yani hata kama akiweka mbolea jioni aweke kesho asubuhi, ni wachache sana wanayejitambua. Sasa kwa kuzingatia hilo, mimi huwa nahakikisha niko mwenyewe. Kama kitunguu kinahitaji mbolea, nihakikishe kimewekwa mbolea. Kama kitunguu kinahitaji maji, basi nihakikishe kitunguu kimewekwa maji. Yaani ndivyo ilivyo. Kama hivi hapo unapoona sasa hivi tuna zoezi la kuweka mbolea kwenye kitunguu kidogo kipo kule. Umeelewa? Lakini haya yote huwezi kuyafanya kama wewe haupo hapa site. Huwezi kuyafanya. Lazima uwepo. Kama haupo wataweka, sika na kwamba hawataweka mbolea, wataweka, lakini wataweka kwa muda ambao sio rafiki, na mbolea inatakiwa iwekwe kipindi maji yakiwa yapo shambani ili iweze kuyeyuka chapu na iweze kufanya kazi. Sasa kama itawekwa tayari maji yameshakauka, kweli itafanya kazi lakini kwa kuchelewa. Umenielewa? Hii ndio faida kukaa shamba. Si unaona? Napita kwenye boksi zangu nyasi 2-3 unatoa. Tayari yani nimeshapunguza kazi. Yaani kutoa tu nyasi moja shambani ni kazi kubwa mno, kwa sababu hii nyasi ilikuwa ni kero kwenye kitunguu changu. Hakiwezi kitunguu kustawi vizuri ikiwa na nyasi hivi. Umenielewa wazee? Hii kazi wazee inataka usimamizi sana. Sikudanganye mtu. Hakuna namna nyingine ya matokeo haya kama wewe haupo site na hausimamii. Haipo. Kila siku tutakuwa tunalaumu kilimo hakilipi. Kumbe sisi ndio